Mahakama Kuu imetupilia mbali ombi la aliyekuwa waziri wa biashara Moses Kuria la kuzuia mnada wa vipande vyake viwili vya ardhi ili kulipa deni la shilingi milioni 54 alilodaiwa na benki ya Equity. Kuria alichukua mkopo wa shilingi milioni 50 kutoka benki ya Equity mwaka wa 2018. Fedha hizo zilikuwa zimetengwa kwa ajili ya kujenga jumba la ghorofa ya upangishaji. Benki sasa imehamia kutangaza mnada wa vipande viwili vya ardhi vilivyoko Kiambaa na Juja ambavyo vilitumika kama dhamana kwa mkopo. Kuria alikimbilia mahakamani kwa kutaka kuzuia mnada huo uliopangwa kufanyika na gharama kushonia siku ya Jumanne Aprili 8. Jaji Alem Visram alitoa uamuzi Jumatatu kwamba mahakama haiwezi kuzuia mnada huo kwa sababu Kuria alishindwa kufikia viwango vinavyohitajika ili kupata amri hiyo. Kuria aliambia mahakama kwamba benki ilikuwa imemwachilia kwa shilingi milioni 40 pekee na siyo kiasi chote cha milioni 50 alichokuwa kikiomba. Aliyo ilimfanya kuhitaji chanzo kingine cha fedha ili kuendeleza mradi huo. Aidha, Kuria alidai kwamba janga la COVID-19 ilileta usumbufu katika sekta zote za uchumi na hivyo mradi wake ukaachwa. Alieleza kuwa janga hilo lilisababisha ongezeko la bei za vifaa vya ujenzi. Kuria pia aliambia mahakama kwamba alikuwa mgonjwa na kulazwa hospitalini kwa muda mrefu na hivyo hakuweza kutekeleza mradi huo. Hati zilizowasilishwa mahakamani zilionyesha kuwa Kuria alikoma kulipa mkopo tangu Juni 22. Kiasi kilichodaiwa kilikuwa kimefika shilingi milioni 54 mwaka 2024 ikiwa ni pamoja na riba. Hata hivyo, aliyekuwa mbunge wa Gatundu Kusini alikiri kuwa alirejesha shilingi milioni 5.7 na kusema kuna nia nzuri kutoka kwake ya kulipa deni hilo.